Ruto. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. Hasa alikuwa anaendesha wrong side. Nika block. Halafu kaniambia hivi. Kwa nini alafu unani kuza? Peleka kwa Ruto. Peleka kwa Ruto. Sawa, nitapeleka kwa Ruto. Juu ndio unaogopa peke yake. A few moments later. Nilikuwa naomba koti nisamehe sababu hiyo ndio makosa yangu ya kwanza. What? Nilikuwa naomba koti nisamehe sababu hiyo ndio makosa yangu ya kwanza. Say what? Koti nisamehe sababu hiyo ndio makosa yangu ya kwanza. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Sababu hiyo ndio makosa yangu ya kwanza. Shenzi sana. Kama yuko mtu ametukana mimi namsamehe. Na sijawahi fanya popote suluhisho yote kama hali. Hii sio yangu ya kwanza hata kutoka kuchini. Kuna siku nimewahi kufanya kazi kama hii, kumbe kosa kama hiyo. So, ni yangu ya kwanza ilikuwa naomba koti nisamehe. Na sitawahi rudia tena. Unfortunately, there was not remorse in Peleka kwa Ruto. Peleka kwa Ruto. it was intentional. Yeah, the belief that the said obstruction and dangerous overtaking was intentional, and we pray for the court to act in accordance to what is provided and be harsh on the accused person given the circumstances that have transpired. Unfortunately, this matter has gained maturity in the country, and there will be need for the court to act decisively so as to curb for other people from behaving in such a manner. A fine of Kenya shillings 100,000. Say what? A fine of Kenya shillings 100,000. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Therefore, I will award that as being the maximum fine under that particular section. You'll pay a fine of 100,000 in default to serve Nancy. It's okay. It's alright. Enough of jokes now. Kenyans, hii inafaa ikuwe imetufunza kitu sana. Unaona? Hata kama una sijui wewe ni best ya boss wako, au boss wako mnapendana, nyinyi ni kama mandugu watoka ni kutoke, mazee inafaa tu uaccept kwamba wewe you are nothing but mfanyakazi, and that is where una belong. Kufanya nini? Kufanya kazi. Kwa sababu ngori yote ikitokea, sasa tuseme kama umza yange dedi, hivi ndio familia yake ingeachanishwa. Unaget? Familia yake mwenyewe ndio ingeachanishwa hivi. Angededi huyo naitwa nini MP achake tu pita nitasaidia kidogo, watoto watasoma shule mpaka wamalize, the father was a very good friend of mine, alafu unatokwa. Sasa wewe pita udur na wengine kama nyinyi mnafahamu learn lesson sana. Kama unawaka na Ruto unakuwa na kiburi huku nje, gidhako za zile itafika na majenzi, hautaamini, utakuwa solo. Kama unawaka na gava utakuwa solo. Sasa cheki umse kiburi yake atiomba kwa natishiana hapo, enda waambie Ruto juu anajua ODM tuko ndani. Wewe si ODM, you are an individual. Umeandikwa tu madaraka yako ni steering wheel, hapo tu ndio madaraka yako iko. Huko kwingine kama unapiga watu on behalf of this MP, uko on your own. Kama unatishia wase on behalf of this MP, you are on your own. Sasa cheki venye mzee ameenda kwa koti mazee. Yani amekuwa mpole. Amenyenyekea. Yani mambo imekuwa ngumu bana. Yani mambo imekuwa ngumu na huwezi amini hii ile sura ngumu ilikuwa inatishia Larry Madowo, sorry. Huwezi amini huyu ni the same person alikuwa anatishia Larry Madowo. Enda waambie Ruto juu anajua kwa kimoja, bro huwezi mguza. Huyu ni no go zone. Kwa koti alikuwa solo. Sasa pesa amekatwa hata na shuku ni more than mshahara yake. So inabidi ende aombe boss wake. Boss wake umemwona kwa koti? Hujamwona kwa koti. Walikuwa ngapi wakitukanana? Walikuwa wawili. Unaget? Sasa jamaa amesimama kizibani peke yake. Where is the MP? Where is the MP? Exactly. That is how it is. So wewe unaachwa peke yako, you stand on your own. Unaanza kukula
ugumu wa maisha peke yako. Sasa kama tuseme huyo MP angekuwa ameshamtema, huyu jamaa alikuwa anaenda kufungwa mwaka moja. 12 month ni mwaka moja wasi, which is mwaka moja 12 month, which means atamaliza huko ndani miezi 6. Unaona, juu jela wewe inahesabu usiku na mchana. Angekaa huko miezi 6. Miezi 6 angekuwa amewaste aje familia yake. Watu wengi wangekuwa wamefunga, wakafungua, si ndio? Wakienda kufunga ndiye anatoka. All because of what? Ati yo boss wako akitukanana na wewe pia unainua sauti unatukanana. Boss wako akinyambia watu wewe pia unataka kuinua mkundu unyambiane. At the end of the day umebaki solo. So Wakenya inatufunza hivi. Wewe ukiwa mfanyakazi, hata boss wako akwe na kiburi aje, hata boss wako apende kuongelesha watu vibaya aje, wewe fanya nini? Wewe fanya kazi yako. Usiingilie vita boss wako. Kama huyu jamaa angekuwa tu mjanja, angesema tu bro naendesha tu boss na boss akona haraka please. Unaona kitu kama tu hiyo, boss akona haraka jo, ni kiongozi akona haraka, ni mniruhusu tu iza bro. Ingekuwa even remorseful. Lakini nachiki pale kwa koti wanasemaje, jamaa alikuwa hash, alikuwa hash na alikuwa na rompekades. Unajua hata mimi kitu moja mimi hujiambia, nikapatiwa kazi, nikapatiwa kazi yangu ni kufanya hiyo kazi, si kitu ingine. Wewe ni driver, fanya driving bro. Wewe ni cook, fanya kazi ya upishi, pika bro. What? Acha story mingi, wewe pika. Icha bangine wachana nayo, just cook. Unaona? At least ustick tu kwa vitu zako. Sasa hiyo MP ndiye angekuwa anaitwa pale hivyo, unacheki? Sasa huyu driver hata angekojifanya tu bubu anyamaze, huyo mzee ndiye angemwambia nini? Drive. Sasa huyo mzee akishamwambia hivyo, at least ushamaa, hata kama tuseme ingemlemea kwa koti angesema nini? Boss alikuwa ananipeleka mbio na mimi sikuwa nataka lose job. So nilitamani nifanye the right thing, but nikafanya venye nilikuwa nafaa. Nikafanya tu venye nilikuwa naambiwa nifanye. So sikupenda, naomba muelewe tu boss ndiye anafaa kwa hapa, but yeye ndiye alikuwa na drive gari. Sasa uone hizo slurs na hiyo matusi yote, koti imeruka, hata ina haja na hiyo matusi, haina haja na hizo slurs zake, iko na haja na yeye. Mzee yako wapi sahi? Mzee labda anamngoja huko nje. Umeambiwa pesa ngapi? 100,000. Haya nimekutumia kwa simu yako, toa. Na unajua next month nakata. Sasa unajua wewe ndio ulikuwa reckless. So at the end of the day nani anasafa? Ni familia ya Peter Oduor. At the end of the day ni mama yake anasafa, babake anasafa. Na unaweza pata wase kama hawa, ukiangalia mtu unafikiria tu anaishi maisha fiti, juu ako na mwili kubwa na ni driver mkubwa. Unapata hata kukopa loan ni ngumu. Kwenda kufanya 1 2 3 ni ngumu. Kwa sababu gani? Umeandikwa na msee private, uko always na yeye hapo, umemwekea siri yake lakini yeye hizi kuwekea siri yako. Unaget? So at the end of the day, you are the person who is going to lose. Ama politician unajuana. Sasa kama hii utasikia amepiga mdomo hapa, but still hautashtuka ukipata round anazuia huyo MP, anamsaidia asishikwe. Utapata kumbe ni Sifuna kwa nyuma hii. Au anajua kukavana each other. Lakini wewe kama mfanyakazi, you are on your own. Wase kama information ina make sense, please subscribe, hii notification, tuende pamoja. Bye.